Sabato Mwenyezi Mungu, tunazidi kumshukuru kwa umbali ameweza kutufikisha. Hakika tumeona mkono wake. So tukiwa katika Sabato ya kutakatifu, kabla tukiwa katika somo letu, tunamshukuru kwa kipindi cha nyimbo ambacho kimeweza kupita. Basi moja kwa moja tutaweza kuomba tukiweze kupata kuingia katika somo letu. Tukaombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya Sabato ya kutakatifu, ambapo wewe mwenyewe umesema kwamba kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya Sabato itakuwa Sabato ya kutakatifu. Tunakushukuru kwa kuweza kutukamia nafasi ya pekee, tena tukiweze kukusanyika, tukiweze kuja mbele zako sisi pamoja na shida zetu, ukiweze kutusikia na ukiweze kutusaidia. Maana nasema kwamba iwapo tuna shida tukuletee, utaweza kutupumzika, utaweza kutupumzisha. Na pia tunakushukuru maana umesema kwamba kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya Sabato takatifu. Basi tukiwa katika nyumba yako, tunahitaji baraka kutoka kwako na neema, na zaidi ya yote ukiweze kutusafisha na kutuondolea dhambi zetu, uandike majina yetu katika kitabu cha uzima milele. Tunakushukuru maana Yesu ndiye Bwana wa Sabato. Katika Mathayo 12:8 naambiwa basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Umeweka Sabato ili tukaweze kushukuru, tukaweze kumbuka uumbaji wako pale mwanzo. Baada ya kukirimia wanadamu vyote, ukaweza kumpa Sabato ikaweze kuwa ishara kati yake na wewe. Ukatuongoze na ukatulinde, hata ndugu zetu nao tuweka mikononi mwako walio katika maeneo tofauti kwa ajili ya Sabato ya kutakatifu. Ukaongoze na ukalinde. Simama nasi kwa maana mwana ni vyema hadi tutakapomaliza, na nikuomba na nitakuamini. Amen. So we thank God for this Sabbath, having led us throughout the 6 days. Baada ya kuweza kusoma nasi katika siku 6, namshukuru tena kwa maana ameweza kusoma nasi na kuweza kutulinda. So tunaposoma katika kitabu cha Kutoka 20:8 nasema kwamba ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi, tende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. So tunaona Mungu baada ya kuumba ardhi na dunia, akampa mwanadamu siku 6 kuweza kufanya kazi, lakini akasema siku ya 7 itakuwa ni Sabato takatifu kwake. Na tunaambiwa katika kitabu cha Leviticus itakuwa ni kusanyiko takatifu, ambapo watu watakusanyika kwa ajili ya kujitenga nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na itakuwa jioni hata jioni. So tunamshukuru kwa hayo yote. So siku ya leo tunaenda kuongolea kanisa la Mungu, tuweze kuona kanisa la Mungu tutalitambia aje. Maana tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wake wa 6, Ufunuo 14 mstari wake wa 6 hadi 9, tunaona ujumbe wa malaika watatu pale. So nitasoma. Mungu Baba, tumefungua maandiko haya kwa uwezo wako, na tunaomba ukayatakaze, kutujazie hekima na maarifa, tukaweze kuelewa na tukajua mapenzi yako. Na ni kwa Yesu tunaomba na tunaamini. Amen. So mstari wa 6 wanasema hivi: kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele ahubiria hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7 akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyefanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya usherati wake. Mstari wa 9, na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akiabudu sanamu huyo na mnyama, na mtu awaye yote akiabudu mnyama na sanamu yake, na kupokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye
atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na tuliona kwamba ghadhabu ya Mungu ni mapigo 7 unaposoma kitabu cha Ufunuo 15 kuanzia mstari wa kwanza. So tunaona yote ambaye atakayeabudu sanamu na kupokea chapa yake, basi ataweza kunywa katika ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mapigo 7. So ili tufanye ili tusiweze kuwa huko, unatoa wito katika mstari wake wa 8 kwamba Babeli umeanguka, ule mji mkuu ulio ambao umeonyeshwa mataifa mvinyo wa ghadhabu yake. So tunaona kwamba tunafaa kujitenga na Babeli. So hivi leo tunataka kuona kanisa la Mwenyezi Mungu. So na tutalijuaje? Maana tunaambiwa Yesu anakuja kufanya harusi na kanisa lake ambalo ni kanisa safi. So tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 14:12 tunaambiwa kwamba hapa ndipo subira ya watakatifu hao washikao amri za Mungu. Ufunuo 14:12 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwamba ili tukiweze kuwa kanisa safi ama kanisa ambalo Yesu anakuja kufanya nalo harusi, ni lazima tuwe ni watu wenye kwenda katika imani na kushika amri za Mwenyezi Mungu. Na tukaambiwa kwamba imani chanzo chake huja kwa ajili ya kusikiza na kusikiza. Unaposoma katika Warumi 17, Warumi, acha nifike pale. Unaposoma Warumi 10:17, maandiko yanasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini so tunaambiwa kwamba ni wale ambao wanashika amri za Mungu na kuna imani ya Yesu. Na tumeona imani chanzo chake ni kusikia na kusikia ambao huja kwa neno la Yesu Kristo. So ili tukiweze kuwa katika kanisa takatifu ambalo la miongoni mwa Mwenyezi Mungu, ni lazima tusome katika kweli yote ambayo ameweza tupatia. Ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Yohana 17:17 kwamba watakase kwa ile neno lako ndio kweli. So tunahitajika kutakasika katika neno la Mwenyezi Mungu ambalo ndilo kweli, na ndani mwake mna njia na mna uzima na mna kweli. Unaposoma Yohana 14 mstari wake ni wa 6. So kuna imani tofauti ambazo sasa hivi ziko, na ndio maana lazima tuchunguze imani ya kweli. Na tumeambiwa hivyo katika kitabu cha Petero, kitabu cha Timotheo, kwamba basi Roho anena waziwazi katika nyakati za mwisho watu wengi watajitenga na imani wakisikiza mafundisho ya mashetani. So vivyo hivyo tunahitaji kurudisha katika imani ya kweli, misingi ambayo Yesu Kristo ndiye mwanzilishi. Ni lazima tuwarudishe pale. Unaposoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 na mstari wake wa kwanza, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiza roho zidanganyazo. Na hakika tumeona kweli chanzo cha imani huja kwa kusikiza. So kuna wale ambao watasikiza but watakuwa wamesikiza mafundisho ambayo sio maagizo ya Biblia. Maana Yesu anasema katika kitabu cha Isaya 34 mstari wa 16 kwamba tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. So ili tukiweze kupata imani ya kweli, ni lazima tukiweze kutafuta katika kitabu cha Bwana, tukiweze kusoma na tukafuata yale ambayo Yesu Kristo aliyefanya. Maana tunaambiwa kwamba ndio msingi na ndiye jiwe kula pembeni ambalo tunafaa kulifuata. Unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:11, umejengwa katika misingi ya mitume. Tumejengwa katika msingi wa Yesu Kristo, yeye mwenyewe akiwa jiwe kula pembeni. Na pia unaposoma katika kitabu cha Efeso 2 na mstari wake wa 20. So tunaona kwamba ili tukiweze kuwa na imani ambayo inahitajika, lazima tukiweze kutafuta katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tumeambiwa katika kitabu cha Warumi 15 mstari wake wa 4 kwamba yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu sisi. So wakati tunaona kwamba kuna imani tofauti kama vile ambavyo Biblia inasema kwamba kutakuja wakati ambao watu watajitenga na imani wakisikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo,
kuchoma moto dhamira zao. So tunaona kwamba kutakuja kipindi hicho, na ili tukaweze kuwa ni wenye busara ama ni wenye kujitenga na imani kama hiyo, ni lazima tafute katika kitabu cha Mwenyezi Mungu na tukaweze kusoma, maana tumepatiwa ukweli wote ambao unapatikana katika Biblia, ambao unaweza kutuongoza tukaweze kupata njia zote na ukweli wote. Na ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza kwamba Yesu anafurahia anaposikia kwamba watoto wake wanaenda katika ukweli. Anafuraha sana. Maana hajakusudia mtu aweze kuangamia, bali wote wakaweze kuokolewa na waweze hata kufikiria toba. So tunaona kwamba hatuna muda, ndugu zangu, dada zangu. So na hivyo basi tunahitaji kurudi katika imani ya kweli, imani ambayo mitume waliitetea, imani ambayo ni imani ya kweli. Unaposoma katika kitabu cha Yuda 1 na mstari wa 3 anasema, basi nilipokuwa, wacha tusome pale Yuda 1 na mstari wa 3, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na liona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa takatifu mara moja tu. So tunafaa kushindania imani ambayo tuliokabidhiwa mara moja tu, ambayo hata mitume ambao waliokabidhiwa mara moja tu, na imani yenyewe inapatikana katika kusikiza neno la Mwenyezi Mungu tunapofuata mienendo zake. Ndio maana tunaambiwa tusiwe kama watoto wadogo. Unaposoma katika kitabu cha Waefeso 4 na mstari wake ni wa 14, Waefeso 4:14, wacha nifike pale, ambapo kila fundisho tunaendana nalo lazima tulichunguze na maandiko. Maana tunaambiwa kwamba na wasiponena katika, na waende katika ushuhuda na sheria. Wasiposema hivi, basi hawana ndani mwao, maana asubuhi ama pana nuru. Waefeso 4 mstari wa 14. So tunaona kwamba kuna imani tofauti, lakini imani ya kweli lazima tuichunguze na maandiko. Ndio maana tumepatiwa Biblia kama kigezo cha kupima kila neno na kila fundisho. So tunaambiwa katika kitabu cha Timotheo wa 2:3 na mstari wa 16 kwamba neno la Mungu lilipewa kwa ajili ya mafundisho, marekebisho na maonyo. So tunapoona jambo lolote ambalo liko kinyume na imani ambayo tunaamini, ama imani ambayo Yesu mwenyewe kaanzilisha, basi lazima tuende katika maandiko tukachunguze. So tunaambiwa kwamba tusiwe kama watoto wadogo. Kwa nini? Kwa maana tusiwe kama watu ambao wanaamini kila fundisho ama kila neno ambalo tunasikia ambalo liko kinyume na Biblia. Lazima tukatafute katika maandiko na katika vitabu vya roho ya unabii. Tunaambiwa katika sheria, waende katika sheria na ushuhuda. So Waefeso 4 mstari wa 14 anasema, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hali ya watu kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. So tusiwe kama watoto wadogo tunapochukuliwa na mafundisho ambayo sio ya kweli. Lazima tuchunguze tuone kweli imeandikwa. Ndio maana Yesu alipojaribiwa na shetani baada ya kufunga kwa siku 40 usiku na mchana, akamwambia kwamba imeandikwa, msujudie Mungu peke yake na usijaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa katika maandiko, mwanadamu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mwenyezi Mungu. So hata nasi ili tukaweze kusimama, ni lazima tukaweze kufuata yale yaliyo katika Biblia. So asubuhi ya leo tunaangalia kwamba imani ambayo tutakapoeleza tukabidhiwa ni ile imani ya kweli, ambapo unaposoma katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3, basi tunataka tuone mojawapo ya imani ambazo mitume na manabii waliweza kuamini ni imani gani. So unaposoma Yohana 17 mstari wa 3 tunaambiwa kwamba basi na uzima wa milele ndio huu, wakujue Mungu wa pekee wa kweli na mwanao Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe manabii na mitume waliamini kwamba Yesu ni mmoja na naye mwana wake wa pekee. Waliamini kwamba Mungu ni mmoja na naye mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo.
Lakini hivi sasa tunaona kwamba kuna fundisho ambalo watu wanaamini kwamba Mungu ni mmoja aliye katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Lakini maandiko yanakanusha hayo tunaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 na mstari wa 6. Naambiwa basi kwetu sisi Mungu ni mmoja. So wacha nisome katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 3, nasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe kuna Yesu Kristo na kuna Mungu ambaye kamtuma Yesu Kristo. So tunapojua hilo tunamjua Mungu wa pekee wa kweli ambaye mtuma Yesu Kristo. Na ndio maana katika kitabu unaposoma pale mwanzo, maneno haya alisema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema Baba, kumaanisha Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ametumwa na Mungu kama baba yake ili aje ulimwenguni akeze kutukufilia kwa ajili ya dhambi zetu. So lakini kulingana na vile Biblia itabiri kwamba kutakuja mafundisho ya mashetani na watu watayasikia, basi tunaona fundisho la kwanza likiwemo ni fundisho la utatu, ambao naamini kwamba kuna Mungu ambaye katika nafsi tatu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hapana, kuna Mungu na kuna mwanawe, na huyo Mungu ako na roho wake. Na ndio maana katika Warumi 8:9 tunaambiwa kwamba ikiwa roho wa Kristo, Warumi 8:9, anakaa ndani yenu. Warumi 8:9 inasema hivi: lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamu wafuati ya mwili bali mwafuata ya rohoni. Kwamba kuna roho, na huyo roho ni roho wa Mungu lakini sio roho wa Mungu. Na kuna Yesu Kristo ambaye ni mwanawe wa Mungu, na kuna Mungu. Yesu sio Mungu katika nafsi, lakini ni Mungu katika asili. Manake ni mwana wa Mungu, na ndiye anasema katika kitabu cha Yohana 5:43 kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. So katika Waebrania 1:8 pia Yesu anaitwa Mungu. So anaitwa Mungu kwa ajili ya zile tabia ambazo anazo za Mungu, ama uweza wa Mungu ambao ako nazo. Lakini tuwezi sema kwamba Yesu sasa ndiye Mungu katika nafsi. Hapana, katika asili ni Mungu kama vile mwanadamu ni mwanadamu. So hapo ndipo watu wanakosea, na ndio maana tukaambiwa kwamba ni lazima tuwarudishe katika imani ile ambayo mitume waliweza kuipigania, imani ambayo ni imani ya kweli. So tunaambiwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6, basi 8:6, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Unaposikia Bwana, Biblia inaposema Bwana inazungumzia Yesu Kristo. Na ndio maana tumesoma katika kitabu cha Mathayo 12:8 kwamba na Bwana wa Sabato na Yesu ndiye Bwana wa Sabato ama mwana wa Adamu. So Biblia inapozungumzia Bwana ni Yesu. Tunaambiwa kwamba tuko na Mungu mmoja tu na Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Vile vile pia Waefeso 4 kuanzia 4 inasema hivi: mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoita katika tumaini moja la wito mmoja, Bwana mmoja, na tumesema Bwana ni Yesu Kristo, imani moja, na ndio ambayo imekuwa somo letu la leo, kwamba tumeona watu wanaamini tofauti kuliko na vile manabii waliamini, na hata vile mitume waliweza kufundisha na kuamini. So hao waliamini kwamba kuna Mungu mmoja aliye na mwanawe na ambaye wako na roho yao, sio kwamba ni Mungu Roho, Mungu Baba, Mungu Mwana. Hapana. Imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. So tumeweza kuona katika maandiko kwamba ni lazima tuitetee imani kama hiyo, kwa maana hiyo ndio inapatikana katika maandiko matakatifu yake Mwenyezi Mungu. So class kufikia hapo, na then tutakuwa tumetamatisha devotion yetu.
basi tutaweza kupata kuomba wimbo, alafu tukaombe, tukasonge mbele na vipindi vingine. Wacha tukaombe tunapopata wimbo baadaye. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sabato yako njema ambayo umetukirimia tukaweze kuja mbele zako. Tukushukuru kwa ajili ya kipaji cha uzima ambao umeweza kutupa. Tunakushukuru kwa kuweza kutuongoza katika siku 6 za juma ambazo umeweza kusema nasi, umeweza kutupatia chakula chetu, umeweza kutuvalisha, kutunywesha na kuimarisha afya zetu. Tunachukua pia fursa hii kuwakabidhi wanao wote katika ulimwengu huu ambao wamekusanyika kwa ajili ya sabato yako sehemu tofauti tofauti. Baba, ukasimame nao, ukaongoze. Tusaidie tukaweze kujiandaa, maana muda ni mchache. Saa ya hukumu imekuja na hata mwisho wa dunia umekaribia. Wasaidie hata wagonjwa na wote ukaweze kuongoza. Simama nasi hadi tutakapofika tamati ya siku ya leo. Nikuomba na nitakuamini. Amen.